Habari zenyu rafiki zangu, karibuni tena kwa channel yangu ya Simple Life is Jenny. Leo nimekuja na somo lingine la mtu mvivu na madhara ya uvivu. Ushaikaa na mtu mvivu? Ushaikaa na mtu mvivu? Mtu hataki kufanya chochote. Anataka tu akae tu, akule, aoshewe manguo, hata kuoga mwili wake ni shida. Natumai kila mtu ashakutana na mtu kama huyo. Ndio huyo namuongelea siku ya leo. Naanza na kusema kuna msemo unaosema mvivu hula shida, mwenye bidii hula kwa furaha. Kwa sababu ukiwa mvivu, hakuna kitu utakuwa nacho ila tu ni shida. Lakini mwenye bidii hata haikosa kwa sababu ya bidii yake. Anajituma. Uvivu ni tabia ambayo inaweza kumzuia mtu kufikia ndoto na malengo yake katika maisha. Mtu mvivu mara nyingi hupenda kuahirisha mambo. Labda ameambiwa hii shamba nataka ikuwe imelimwa imeisha, anaahirisha. Nataka uoshe nyumba, anasema nitaosha baadaye, bado ni mapema. Huyo ni mtu mvivu. Kuahirisha mambo, kutafuta visingizio na kuchagua njia rahisi hata pale ambapo bidii inahitajika. Mtu mvivu, tuseme kwa mfano, nyumba yako unataka wakati mtu anaosha anasongesha kiti kila mahali. Lakini mtu mvivu ataosha tu mahali watu wanakanyanga, hata kubali kusongesha kiti, atoe ule uchafu. Na usipochunga ama ukakuwa mkali mwambie asongeze, utakuta nyumba imekuwa chafu, imeanza kuwa na harufu. Kwa sababu huko chini, kule chini uvunguni haguzi, haoshi. Na ukimuuliza labda anasema nishaosha. Nilisongesha wiki ijao sasa nafikiri siku chafu. Wanakuanga na visingizio kama hizo. Mtu mvivu hata kwa Biblia alinenewa. Kwa Biblia pia alinenewa. Kuna mahali Biblia inasema ati mtu mvivu asipewe chakula. Mtu mvivu asipewe chakula. Katika Wathesalonike wa pili, mstari wa 3:10 inasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Hiyo ni Biblia kuu inasema. Na ni kweli, kwa nini akule kama hataki kufanya kazi? Wengine wanang'ang'ana, wengine wanarauka, hawapumziki. Wewe umekaa tu hapo, hutaki kuchoka. Lakini wakati chakula kimeandaliwa, wewe ndio unataka ukule ukiwa wa kwanza. Biblia inakukashifu wewe uliye mvivu. Unaambiwa kama hutaki kufanya kazi, usile. Pia imeongelewa tena katika kitabu cha Mithali 10:4. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Bali mkono wake aliye na bidii hujitajirisha. Mtu mvivu mkono wake huwa mlegevu, hataki kuchoka. Anataka kufanya tu kazi ture rahisi. Saa yote amechoka, saa yote anataka kulala, hataki kuamka. Huyo ni mtu mvivu. Hakika atakuwa maskini. Hata nakumbuka nikiwa, babu yangu alikuwa ananiambia kwamba usingizi ni mtamu. Lakini utamu huo unakuletea umaskini. Usingizi ni mtamu, lakini mshahara wake ni kuwa maskini. Na ukitazama wewe unalala, wengine wanafanya kazi. Mwenye anafanya kazi jioni atakuja na kitu. Wewe uliyeshinda umelala, hauna chochote. Utaenda kugonga ukiombaomba.
ushakaribisha umaskini. Na labda we ni kijana barubaru, msichana mdogo, tuachane na uvivu kabisa. Kama unataka kufaulu maishani, wachana na uvivu, wachana na starehe ambazo hazina maana. Pia kitabu cha Mhubiri 10:18 kinasema hivi: kwa sababu ya uvivu paa hunepa, na kwa utepetevu wa mikono nyumba huvunja. Utepetevu wa mikono nyumba huvunja. Hamtaki kutengeneza, mko tu hapo tu, hamtaki kuchoka. Nitafanya kesho, hainyeshi sana, ni kidogo tu. Hiyo kidogo inaendelea ikiwa kubwa kubwa kubwa. Kwa ule utepetevu wenyu wa mikono, hamtaki kuchoka. Ule uvivu, hamtaki kuchoka. Mnaona jambo ndogo ni kama nzito sana kwenyu. Hebu tuachaneni na uvivu. Uvivu huleta umaskini. Mtu mvivu anaweza kuwa na kipaji. Wengi wao wako na kipaji kikubwa, elimu nzuri au mawazo mazuri. Lakini kama hatumii uwezo wake kwa vitendo, mafanikio yanaweza kumponyoka. Itamponyoka aje? Ako na elimu, ako na uwezo ule ama kipaji, lakini ni mtu mvivu. Anafanya mambo yake na kuahirisha. Nitafanya kesho, nitafanya kesho. Na muda pia hugojee mtu. Unakuta saa zile yeye sasa ako tayari kwenda kufanya kile kitu, kishapita na hakiwezi fanya nini? Hakiwezi rudiwa. So, na ile elimu yake yote inakosa namna, anakosa vyote. Uvivu huanza wakati mwingine kwa jambo dogo. Mtu anaweza kuzoea kulala sana. Mtu mvivu anapenda kulala sana. Si ati amechoka. Anapenda tu kulala. Mwili wake umelegea. Anasikia tu anataka kulala. Si ati anapumzika, ati kwa sababu amechoka. Kucheleweshwa kazi, kutumia muda mwingi kwenye simu au kukaa bila kufanya jambo. Watu walio wavivu utawakuta sana sana wako kwa television na wagondoi. Hawatoi macho hapo. Kwa simu, akiamka ako na simu. Labda hata umemwandika kazi mahali, anashindwa hata kuongea na wateja kwa sababu ako kwa simu. Ama kuna hadithi fulani inaendelea katika runinga, hasikii kuliachilia. Mpaka akae pale iishe. Anasahau kwamba hata wale wako kwa runinga ni kazi, wako kazini. So anapoteza muda na huo uvivu wake. Kukaa kufanya jambo. Wanakaa tu bila kufanya jambo la maana. Taratibu, tabia hiyo inakuwa sehemu ya maisha yake. Alianza tu kama mchezo, lakini sasa imekuwa ni tabia ya maisha yake. Ataamka asubuhi, na sana sana wanakuanga wajanja sana. Anangoja wengine wote waamke, wafanye kazi, kila kitu ishafanywa. Sasa anajua ikifika saa 3 ndio kazi zimeisha. Ndio saa hiyo utamuona anaponyoka kwa room. Anaenda hadi jikoni. Anakuta chai imeandaliwa, kila kitu anakula. Akishakula, akishakunywa chai, anakaa tena kwa kiti. Anachukua remote, ako kwa TV. Ama anachukua simu yake. Masaa yanaenda. Wale wengine washamaliza chai, washaenda sasa kufanya shughuli zingine. Yeye sasa amekaa pale. Wako hivyo. Mwishowe hata kazi dogo huonekana kuwa mzito kwao. Madhara ya uvivu ni mengi. Kwanza, uvivu hupoteza muda. Muda ni mali ambayo haiwezi kununuliwa tena. Mnaweza sumbuana na mtu mvivu kwa jambo ndogo tu. Labda unataka kupasulia kuni. Mama, nitapasua tu. Wewe si unataka tu kuni ya kupika. Nitapasua tu hata kama ni saa ngapi.
anakupotezea tu muda. Na mwishowe hata pasua hiyo kuni, wewe ndio utaamka kwenda kuipasua. Hiyo ishamtoka. Utakuta labda hata alienda kulala wakati alikwambia mama, si nitapasua ile kuni. Watu wavivu wako hivyo, wanapoteza muda na wanasahau kwamba muda ukipita haurudi tena. Kimasomo pia unakuta mtu ameambiwa ukitoka shuleni, enda ufanye revision. Anasema, wacha nilale kidogo nitafanya revision baadaye. Analala kabisa. Atapita ule mtihani kweli? Na muda ushapita? Anajiharibia maisha kwa sababu ya uvivu tu na kupenda kulala. Uvivu pia inaleta umaskini. Kwa sababu wakati wengine wanahangaika huku na kule, wewe umelala. Wewe hutaki kufanya lolote. Unaamka unaenda unakalia jua masaa 6. Saa zile unajua chakula kimeiva ndio unaenda. Ukimaliza hiyo tena unaingia kwa kitanda unalala tena mpaka jioni. Sasa hapo ni kwa mzazi. Na kama hiyo tabia umeifanya mazoea, si utaipeleka kwako pia. Na utakaribisha ule umaskini. Kama vile babu alisema, usingizi ni mtamu lakini unaleta nini? Umaskini. Zawadi yake, after kulala hiyo utamu, zawadi yake ni umaskini. Hebu tuchunge na pia tufunze wana wetu kuwa watu wamechangamka na watu wenye bidii. Mafanikio katika biashara, kazi, kilimo au shughuli nyingi za maisha zinahitaji juhudi na uvumilivu. Mtu mvivu hana hiyo juhudi na hana hiyo uvumilivu. Anataka shortcut na anataka mambo yake yafanywe kwa haraka. Na hiyo inaharibu mambo mengi. Kwa sababu biashara ikue ni ya kukupa mafanikio, unahitaji uvumilivu, unahitaji kuwa unarauka mapema, uko na juhudi, uko na bidii, ndiposa upate mazao. Mtu wa uvivu hana hayo. Akienda siku 2 akiona nilienda huko nikashinda sikuuza, siendi tena. Uvivu ushaingia. Atapata mafanikio aje? Si ile biashara atafunga tu na arudi kwa nyumba. Na umaskini unaanza hapo. Uvivu pia, mtu mvivu anaweza kukosa fursa nyingi ambazo zingebadilisha maisha yake. Uvivu pia unaweza kumfanya mtu kupoteza heshima na kuaminika. Kwa sababu kama utampatia kazi, tuseme ni kazi ya matatu kama hizi zinabeba abiria, inahitaji watu warauke mapema sana. Naona saa 10 washaanza kubeba watu. Wewe ni mtu mvivu, unapenda kulala. Saa zile watu washabeba trip 4-5, wewe ndio saa hiyo ndio unaamka. Unakuta ulimpa funguo ya gari yako kufanyia kazi. Gari za watu zimeenda matrip karibu ngapi? Yako iko tu pale imesimama kwa sababu inamgoja ule amalize kulala ndiye akuje. Jioni anakuja na hadithi mingi. Leo kazi ilikuwa mbaya. Leo hakuna kazi. Sijui nini. Na ni kulala tu. Wakati wengine wanarauka saa 10. Yeye alikuwa amelala. Kutoka kwake kwa nyumba alitoka saa 4. Saa 4 wakati wengine wamemaliza matrip. Hiyo inaleta hasara kubwa. Na pia inampotezea heshima kwa sababu kwa uhakika hutampatia funguo zako za gari tena. Kama ni shamba linahitaji kulimwa, kama ni majani yanahitaji kurauka, uende ukachune yale majani. Wewe uko tu na visingizio mingi. Majani tu, si nitavuna tu. Kwani iko nini? Sana sana kwanza watu wavivu wanatumia hilo neno. Kwani iko nini? Sasa unajipotezea heshima, watu wanakosa kukuamini na watu hawezi kukupa kazi kwa sababu ya uvivu. Watu wanapogundua kwamba mtu hatimizi majukumu yake kwa wakati, wanaweza kuanza kukukwepa, wanakutoroka kwa sababu hakuna mtu atataka kukupea kazi. Ama hata hakuna mtu atataka mfuatane mkienda kutafuta kazi kwa sababu utaenda kumwaibisha. Kazi mmepewa mmalize saa 10. Saa 7 hata mjafika kwota.
Lakini jambo zuri ni kwamba uvivu unaweza kushindwa. Hakuna mtu anayelazimika kubaki mvivu maisha yake yote. Mabadiliko huanza kwa hatua moja. Anza kupanga mambo yako pole pole. Kama wewe uko na ile wingi wa kusahau ama haujui kufanya mambo kwa taratibu, chukua tu kitabu, andika. Leo natakikana nioshe nyumba, nifue manguo, nipige pasi. Enda ukifanya moja, ukimaliza unatiki. Hata kama kwa sababu wewe ni mtu mvivu unaweza kufanya jambo moja siku moja ni sawa. Tena kesho fanya lile la pili. Kesho hiyo ingine fanya lile la tatu. Na utaona hiyo tabia yako ya uvivu imeanza kuondoka. Usisubiri uwe na hamu ya kufanya kazi. Wakati mwingine unatakiwa kuanza kwanza. Ndipo hamu, uchangamke kwanza, uchangamke na lile jambo. Alafu ile hamu itakuja tu bila kusukumwa. Na utakuta jambo ambalo ulikuwa unaona ni ngumu sana kulitimiza ama kulimaliza, umemaliza. Kama wewe ni mtu wa kuandika, unakuta sasa umeingilia hata la pili. Ile tabia inazidi kukuondoka pole pole. Pia wacha kuhairisha mambo ati utafanya kesho. Kama jambo linaweza kufanywa leo, lifanye leo. Hiyo kesho ndio inaleta uvivu. Hiyo kesho ndio inaleta nini? Ndio inaleta uvivu. Hata kama ni kazi ndogo, kukamilisha kazi moja baada ya nyingine, hujenga nidhamu. Pole pole tu. Usiwe mtu wa kuhairisha. Huo ni uvivu. Ganga ya leo hatujui yanayokuja. Kesho hatujui itakuja vipi. So usiseme nitafanya kesho. Kesho unaweza kuwa na majukumu mengi makubwa. Kwa nini hii usifanye leo? Na ni nini inakufanya usifanye leo? Wacha kuhairisha mambo. Ile jambo unatakikana kufanya leo, fanya leo, umalize. Mtu anayepambana na uvivu pia anapaswa kujiepusha na vitu vinavyompotezea muda bila sababu. Unaenda kwa vikao, wewe unajua uko na kazi unatakikana kumaliza, unaamka asubuhi kwenda kukaa kwa vikao. Kama wewe ni mwanamke unakaa kwa vikao za wanawake, mnakaa huko mkisengenyana tu, na labda wale unasengenyana nao walirauka mbele yako, wakamaliza kazi zao. Sasa wako na muda huo wa kukaa, na wewe huna habari. So mnakaa hapo masaa yanaenda tu. Simu, rununu ya mkono, ni nzuri kabisa ukijua jinsi ya kuitumia. Kwanza maliza kazi yako kwanza, alafu sasa ingia kwa rununu. Televisheni pia, maliza kazi alafu sasa angalia televisheni. Usiwe tu mtu wa kuamka, hujamaliza, hujafanya chochote. Hata kuoga, watu wavivu hata kuoga ni shida. Anashindwa hata kuoga yeye mwenyewe. Badala akiamka ashughulikie mambo yake ya kazi haraka amalize kila kitu, ndio aanze mambo mengine ya kuangalia rununu ama ya kuangalia television ama ya kwenda kutafuta vikao huko nje. Anaamka akienda kwanza kutafuta ni wapi maneno. Usiku kulikuwa vipi? Kwa kina fulani. Ama anaingia kwa TV kuangalia ni movie gani iko latest. Na hajafanya chochote. Jiepushe. Ukitaka kabisa kushinda uvivu, jiepushe na hizo vitu kwanza. Ni vizuri lakini pia zinaweza kukufanya ukawa mtu mvivu. Ukakosa mwelekeo. Zinachukua akili yako. Jiepushe nazo, jifunze. Kwanza amka, shughulikia mambo yanafaa kushughulikiwa. Ukishamaliza sasa unaweza kaa na rununu yako. Kumbuka mafanikio hayaji kwa kutamani pekee, yanahitaji hatua. Na ukiwa mtu mvivu utachelewa kuchukua hatua, na ndoto yako itabaki kuwa ndoto. Chukua hatua.
Kama venye nimesema, ukiamka chukua hatua ya kufanya kazi zako kwanza. Uko na masomo unataka kumaliza degree, chukua hatua ya kumaliza hiyo degree. Wacha kuhairisha mambo ama kuleta visingizio. Fanya kazi moja leo ambayo umekuwa ukihairisha. Kesha fanya nyingine. Baada ya muda utagundua kwamba nidhamu ndogo ya kila siku imeanza kubadilisha maisha yako wewe mwenyewe. Na pia tusisahau kwamba kupumzika si uvivu. Kuna wale wanafanya kazi kwa bidii sana. Kuna wale wanafanya kazi kwa bidii sana. Usione kwa sababu umeenda nyumbani kupumzika wewe ni mtu mvivu. Kuna tofauti. Wewe umefanya kazi, umechoka. Ule hajafanya chochote, lakini amekaa tu. Hataki kuchoka, anataka tu akae tu starehe. Hataki kuumia mikono. Kuna tofauti. Kuna tofauti ya kupumzika na mtu mvivu ambaye hataki kufanya kazi. Uvivu ni pale mtu anapokuwa na uwezo wa kufanya jambo, lakini anaendelea kulikwepa bila sababu ya msingi. Muda unaopita hauwezi kurudi. Fursa inayopotea inaweza isirudi tena. The chance can never come back again. Wakati ukipita umepita. So chukua fursa wakati huo, hiyo jambo linatakana lifanyike, usiingiwe na uvivu. Hiyo wakati hilo jambo linatakana lifanyike, fanya. Simama, amka, chukua hatua, ifanyie kazi ndoto yako. Kwa sababu usipofanya hivyo, ndoto zako tu zitabaki kuwa ndoto. Ulikuwa na maono, ulikuwa na ndoto mingi, lakini kwa sababu ya kuhairisha, kuwa na vizingizio, umekuwa mtu mvivu. Ile ndoto yako na maono inabaki kuwa tu ndoto. Chukua hatua, ujibadilishe, usimame, ufanyie kazi ndoto yako na utafikia malengo yako. Langu tu ni kusema ya kwamba, neno langu la mwisho. Nikimaliza hii video ni kusema ya kwamba, kimbia uvivu. Kimbia nini? Kimbia uvivu upate mafanikio. Ukitaka utakimbia huo uvivu. Najua tu kuna mwingine ataangalia hii video atasema ule anasema nini. Labda ni mtu, ni kijana mdogo ama msichana mdogo, lakini utakapofika umri huo nilionao utaelewa. Kimbia uvivu upate mafanikio. Usiwe mtu wa kuhairisha mambo. Usiwe mtu wa visingizio. Usiwe mtu hutaki kufanya kazi. Usiwe mtu ukiamka hata kazi zako za nyumbani zenyewe zinakushinda. Unaamka tu ukishika masimu. Unaamka ukienda kutafuta ni wapi mtakaa chini mkasengenyane. Jiepushe na mambo hayo. Na hayo ndio nasema ni yanaleta uvivu. Ndio upate nini? Mafanikio. Asanteni sana kwa kunitazama na natumai hii video itasaidia mtu mahali fulani. Na naomba tu mzidi kuangalia, kulike, comment na msisahau kusubscribe. Asanteni. Tuonane tena kwa video nyingine. Kwaheri.